Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Nataka tujifunze neno la Mungu kidogo na kitabu kile cha Mithali 23 mstari wa 7 anasema, maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana yake nini? Hapa nataka kuongelea kuhusu eneo la fikra, kwa sababu eneo la fikra ndiyo eneo la pekee na la muhimu ambalo mtu anapaswa kutawala. Utumwa huwa unaanza kwenye fikra. Mateso huwa yanaanza kwenye fikra. Uonevu kwenye maisha pia huwa unaanza kwenye fikra. Kushindwa, kufeli kwenye maisha kunaanza kwenye fikra. Ndio maana Biblia inasema kwamba aonavyo mtu ndivyo alivyo. Kama unakumbuka wana wa Israeli waliambiwa, walitumwa watu 12 wakaende wakapeleleze nchi ile ya ahadi. Walirudi watu 12, lakini kati yao watu 10 walikuwa na fikra za kushindwa, kwamba hawawezi kufika kwenye ile nchi kutokana na mambo waliyoyaona. Lakini watu 2 walisema tutamiliki ile nchi bila kuangalia mambo waliyoyaona. Sasa kilichotofautisha hao watu 2 ni kwenye eneo la fikra. Kwa hiyo ni muhimu sana kujenga fikra zako kwenye upande wa positive, kwenye upande wa vitu chanya. Maana yake nini? Ujaze taarifa sahihi nyingi ambazo zitajenga ufahamu wako na akili yako kuweza kutawala maisha. Taka kutawala, tawala fikra zako kwanza. Jenga fikra zako, jenga mtazamo wako ili uwe imara katika maisha yako. Mungu akubariki.